Kwenye story ambayo naenda kuwasimulia, natamani wewe ujiweke kwenye upande wa mzazi na uniambie kama ungekuwa mzazi kwenye kesi hii ungefanya nini au ungetoa maamuzi gani. Tuende tusikilize story ya Donell Mbele ambaye ni mtoto wa miaka 23 kutoka South Africa ambaye anashtakiwa kwa kumuingilia girlfriend wake bila ridhaa yake. Donell Mbele ni mtoto ambaye ni wa superstar ambaye ni maarufu, muigizaji. Huyo mama anaitwa Sonia Mbele na huyo mama ni single mother according to her. Tarehe 14 na tarehe 15 Disemba, inavyosemekana tarehe 14 sasa, Donell Mbele alikuwa ametoka na girlfriend wake, walikuwa wameenda kwenye date kama wale wapenzi wa kawaida. Na unajua South Africa ni sehemu ambayo watoto wadogo bado ambao ni vijana miaka 20, miaka 20 ngapi bado wanakuwa exposed kwenye haya mahusiano. Tofauti na sisi huko Tanzania, ukionekana miaka 20 na kitu huko na mahusiano, mzazi wako anakumind. So Donell alikuwa ameenda date na huyo girlfriend wake, walifika pale, waka enjoy na nini. Sasa wanataka kurudi, yule the girl akataka sasa kurudi nyumbani. Donell akamwambia, kwa nini tusichange location ambapo we can still spend some time together? The girl akamwambia haina neno. Akamwambia lakini first twende tupitie nyumbani kwetu, niende nikachukue charge, mimi nikachaji simu yangu kwa sababu simu yangu inakaribia kuzima charge. Basi walipofika kule nyumbani kwa kina Donell, yule mkaka akamuingilia yule msichana bila ridhaa yake. Na actually unaambiwa hiyo sio mara ya kwanza Donell anafanya kitu kama hicho. Mwaka juzi ambaye ni mwaka 2023, Donell alifanya the same thing kwa girlfriend wake, alikuwa ni ex girlfriend wake mwingine. Sasa inasemekana yule msichana alitoa video kwenye mitandao ya kijamii akielezea kiasi gani yule Donell alikuwa anamabuse physically na sexually. By the way, natumia hii hair mask kwa sababu juzi kati tu nimetoka kusuka, afu nywele zangu ziko damaged, zimekatika. So hii inaenda kusaidia kurudisha afya ya nywele zangu. Na wakati Donell amefikishwa mahakamani, mama yake hakwenda kumsupport mahakamani. Ile unajua kama mzazi anakuja kusikiliza kesi yako, kuona maendeleo na kila kitu. Lakini mama yake na Donell hakutokezea mahakamani. Na hii imetokea tangu kipindi cha mara ya kwanza ambapo Donell pia alifanya kitendo kama hichi kwa girlfriend wake mwingine, kwa ex girlfriend wake mwingine. Sasa kwa hiyo mama yake alivyoona video yule ex girlfriend wake na mwanae kipindi hicho sasa mwaka 2023 kwamba ameposti amepigwa na the guy, pia amefanyiwa vitendo ambavyo yeye hakumruhusu avifanye, yule mama akawa ameingiwa na huruma, akasema kwamba hata mimi nilivyokuwa na miaka kuanzia 17 mpaka 20 na kitu, nilikuwa na mwanaume ambaye alikuwa ananipiga, ambaye sasa alikuwa ndo baba yake na huyo Donell Mbele. So akawa anasema huyu siwezi nikamsupport na siwezi nikakubaliana na kitu kama hichi, na siwezi nikakondona abuse kwa sababu ilitoka kwa mwanangu. Hapana, siwezi nikakuza mtoto ambaye anaenda kufanya kitu kile ambacho babake alikuwa ameshakunifanyia. Kwa hiyo yule mama yake akawa amesema hapana, siwezi kwenda kuhudhuria hii kesi, siwezi kwenda kuifuatilia na wala siwezi kumsupport. Kwa hiyo yeye aende akapambane mwenyewe. Je, sasa wewe ungekuwa mzazi wa Donell Mbele, ungefanya nini? Ungemwacha mwanao au ungefight na yeye? Kwa sababu kesi ya mara ya kwanza mwaka 2023 Donell alifanikiwa kwenda, kesi yake kama ilikuwa imefutwa fulani hivi kwa sababu yule ambaye alikuwa ameenda kushtaki hakuwa anatokea mahakamani mara kwa mara. Na this time around unaambiwa ametolewa kwa dhamana ya kiasi fulani cha pesa. Lakini je, hii kesi itaenda through? Na je, wewe ungekuwa ni mzazi, ungekuwa ni mama yake au ungekuwa ni baba yake Donell Mbele, ungefanya nini? Na ninaona hivi vitendo South Africa vimekuwa vingi na vijana wengi wakiwa wakijihusisha na vitu kama hivi, kumwingilia msichana bila ridhaa yake. I don't know kinasababishwa na kitu gani, lakini ukimwangalia Donell ni kijana ambaye bado ni mdogo, ana miaka 23, lakini tayari amekuwa ni mtu ambaye hiki kitu kimekuwa ni cha kawaida kwake. Imagine imetokea mara mbili, na maanisha mara ya kwanza hakujifunza the lesson, mara ya pili tena imetokea. Nini kinasababisha hiki kitu? Ungekuwa wewe ni mzazi, ungefanya nini? Bye, until next time. Acheni mimi jamani tengeneze nywele. Kesho ni Jumatatu. As you guys know, I use Radiant. Hii ni hair mask ambayo naitumia kwenye kuleta afya kwenye ngozi yangu, ngozi ya kichwa changu, pia nywele zangu, kwa sababu nilikuwa nimesuka rasta hivi karibuni na nilikuwa sijasafisha muda mrefu. Kwa hiyo I wanted kusafisha nywele zangu, lakini pia vile vile I use Radiant Leave-In Conditioner, pia inafanya nywele zangu zinakuwa strong. Until next time, bye.